Hello, my lovely fam. How are you doing? Hoping you all doing fine. Thank you so much and feel much welcome to my today's video, which is about Demwa Facebook revealing this about her man of the house. So guys, watu wengi sana mafans wameshindia kuinsist, wanaambia Demwa Facebook, wewe mbona babako ndiye anasign hapo, ndiye anasign hiyo karatasi ya kuingia theater and everything, where is your man? Mara wengine wanasema Demwa Facebook ajui baba ya watoto. Like for real, hakuna mwanamke anakosa kujua baba ya mtoto. Wacheni propaganda. Hiyo ni trick watu wanatumia ndio wa make Demwa Facebook wampush a expose bwanake. Hiyo ni tactic wanajaribu kuleta, like ati hajui baba ya watoto ndio maana anatuzungusha. Hakuna mtu ako guaranteed kuletewa baba ya watoto hapa amuone. Demwa Facebook anajua baba ya watoto vizuri and amekuwa akimuonyeshana hata kama hajamleta aongee. Unajua watu wengi wanasubiri Demwa Facebook alete huyo baba ya watoto hapa then eti aongee. People are very different. Sio kila mtu anapenda kamera. Kama wewe unapenda kamera, well and good. Kuna watu hawapendi kamera at all. Sio kujifanya ama nini. Yani tu wao wako hivyo, hawatakangi ile kujiexpose sana. Kila mtu ako na privacy yake. Kama mimi sipendi kamera, sipendi, na you can't force that. So, tuwache kuforce issues. Demwa Facebook amekuja clear kabisa. Akasema that man ako very supportive. Ndiye mtu amemshikilia mkono sana since day one of that pregnancy. So, sisi huku nje tunawashwa na vitu hatujui. Sababu, by the way, kama ni mtu angekuwa eti si responsible ama ni mtu tu hivi, hangekuwa anamtaja mahali popote. Lakini kila wakati Demwa Facebook akiongea, anataja huyo mwanaume. Meaning, anamtresha sana na ni mtu anamsupport. Yani, na pia mjue, hiyo pia ni decision ilikuwa made by the parents. Kama wazazi waliona enyewe, kama huyu amekukataza usimleta kwa social media, keep that private. Of course, baby ataobey the parents, sababu washamguide. Aya, mbona amuulizi wazazi kwa nini ile time walifanya private wedding hakuletwa kwa social media? Pia hiyo ni kitu ingine mnafaa mfikirie tu mjue ni hawataki akuje kwa social media. Na yeye mwenyewe ni decision yake. Juu angekuwa mtu wa mtandao, hata saa hii ungempata na accounts zake kama ni TikTok, kama ni Facebook, kama ni wapi, angekuwa kwa social media. So, mtu kama hapendi social media, maybe a time will come, aipende. And if not, sio must akue, akae tu ile maisha yake amezoea. Kuna watu wako so scared of this bullying and everything. Mnaonanga vile zinapeleka watu. Kitambo mtu azoe hiyo kutusiwa kila saa. It will take centuries. It will take centuries. Sio kila mtu anaweza withstand hiyo matusi ya social media. Sio kila msee. Kuna wale watu wako too strong, they can withstand na hiyo matusi. Kuna wale watu tu wako weak, mtu akitusiwa mara hata 2, 3, yeye ashahepa na ameenda zake. So, mjue kila mtu tu wako na karakta yake and we can't force issues for sure. Tusitake kuchokora Demwa Facebook, atulete mpwa wake ama aanze kumforce eti kuja, watu wananipea pressure, kuja, ongea, fanya, no. Borake amesema this man is very responsible and yako pale behind the curtain akimsupport fully. What else? So long as tunaona ako healthy, watoto wako healthy, wazazi wake wako sawa, what else? What else? Tungekuwa tuna insist tuletewe huyu baba watoto kama maybe hayuko responsible, kama amewachilia Demwa Facebook, maybe amempea mimba akaenda. Hiyo ndio ingekuwa challenge. Lakini sasa mtu ako pale behind the curtains ana support huyu msichana fully. What else do we need? What else do we need? Na wacha niwaambie guys, hizi marriages mnaziona kwa social media nowadays zina break. Ni vile watu wana reveal everything, wana expose kabisa.
Hey, leo tumeenda sapa na mpoa wangu, leo tumefanya. Through hiyo, mtu anakutamkia tu anakwambia hata hamuendi mbali. Hata sijui bwanako anakaa aje. You saw how they attacked bwana ya Mary Musyoka. Sijui kama mliona. Like hata kuna mtu aliadvise Mary Musyoka vizuri sana. Akamwambia hata ungejua haungewahi leta huyu mwanaume kwa social media. Juu kitu ya kwanza ni msee ako very humble, ni msee hakuwa anajulikana kwa social media. Ye ni wale watu tu wanakujanga na saa zingine hata masudos chini ya maji. Ye hataki story mingi, unaona? Like tu alikuwa normal person mwenye hataki fame ama nini. Lakini ile time tu alijaribu kuatakiwa na yeye akarespond. You saw what happened. Like hiyo ndio tunajaribu kuavoid side ya demo wa Facebook. Mwanaume aanze kutusiwa bure left, right and center juu ya vitu hata hakuna. Ukiuliza hao watu walikuwa wanatusi bwana ya Mary kwa nini? They can't tell. Na ni wao kabisa walienda wakamchokoza. Na yeye juu ya temper nini akaamua wacha respond. Unarespondia watu uoni. Ni watu tu wana comment section. Are you for real? Sasa hapo ndio wanakuattack vizuri. Yani unapata hata hauna peace. Wanakuja comment section yako. Wanakupangia matusi hapo. Ukiamka unapata message ziko more than 5,000. How will you do? Na majority wako negative. Unarushiwa matusi hadi unaambiwa unawekwa na mwanamke. Yet the man has a lot of money than the lady. So hizi ndizo bebi anajaribu kuavoid. Mwelewe bebi ni mtu amekuwa kwa mtandao for the longest. Anaelewa hizi streets. Usidhani ataweza leta mwanaume wake hapa amzike kwa matusi. Hawezi. Anajua how toxic that can be. Kabisa unafanya mtu anadeactivate ma-accounts zake na anapotea. Guys, we are too much. Hebu tuache hawa wasee wakae vizuri. Waishi maisha yao yenye wamechoose kuishi. Baby, ingekuwa ni time mzuri ya kutuletea huyu mtu. Angeleta wakati wa wedding. And kama alichoose ikuwe private na wakamaliza mambo yao vizuri. We are not expecting to see that man any soon. Tutakuwa tukimwona tu kwa hizi picha na hiyo inatosha. Ama saa zingine maybe akiingia live atuonyeshe vidole, period. Sisi tutahangaika huku tukitafuta. Na najua ma-DCI wako all over. One day they will just expose him that much. Lakini for now tuzoee ile kitu bebi anatuletea kwa social media. Tusimpush, tusimkaze sana, tutake kujua a lot. Na wale watu wanashindia bebi ajui baba nini ya watoto. Mkome kabisa, hakuna mwanamke, hata go do your research. Hakuna lady hakosangi kujua baba ya watoto ni nani. Ni ile, sometimes they do pretend to. Wanajifanya, wacha nijifanye confused, ndio wasini-embarrass ama ndio wasifanye. Lakini deep down, she knows very well. She knows very well. Na kama atakuwa confused tu kidogo, itabidi aketi na kalenda chini. Apige mahesabu zake proper na mwisho wa siku atakuwa na jibu. Ni ile tu hawatakangi hizo pressure mingi na nini. Wana-avoid tu wanasema, ikuwe tu venye inakuwa, simjui. Yet anamjua very well. So, baby to the world for keeping her promise. Alitu-promise na akatuambia, hakuna even a single day nitawaambia ndiye huyu. Eti nikuje kwa live niwaonyeshe ama kwa video. And I know maybe a lot of us knows him, but wacha tuishi tu hivo. Tuishi tuki-guess. You saw how people guessed last time about iyo pregnancy yake. Ile time ali-announce baby shower. People came with a lot of opinions like hawa watoto ni wa fulani, hawa watoto ni wa fulani. And I like the way baby anaendelea kuwa confused sababu hadi wa leo we have never guessed right. Tuko tu tunayumba. Tunakimbia hii side tukiuliza. Alafu, I know one of their friends wanajua vizuri na hawawezi sema. Yani, you can imagine friends wa baby venye ni wazuri. Wanajua kukeep secret, lakini kuna marafiki utaweza patana na wao. Hata ushtuke wametoka kwa shimo ipi.
Yani they can betray you. Those friends, wale wanaumwa na mdomo inatingika wakati hujapeana mshene. Hey, baby, uliloketiwa na marafiki wazuri sana for real. Like ukipata tu rafiki mmoja hawezi expose siri yako, hata aileak kwa rafiki yake mwingine, we shukuru Mungu tu, sababu wengine ni ovyo. Unamwambia tu saa hii, within 20 minutes hiyo udaku yashasambaza kwa the next person, and you've agreed don't expose anything, don't say anything to anyone. Lakini mwisho wa siku unaiexpose na unasema don't tell anyone, na huyo naye pia inamuuma. Kwanza hata ambia mtu ataipost kwa public, na hivyo ndio una trend tu, unashtukia udaku ishaenda. Hey, these friends are so genuine. I wish to have such friends, they are good. Alafu pia usipende marafiki wengi. Ukipata rafiki kuwa na mmoja wawili enough. Anyway guys, say something on comment section, and thank you so much for everything. For my new subscribers, thank you so much. For my returning subscribers, always grateful. Kindly don't forget to press that notification icon bell on for more content to come. Thank you so much. Stay blessed and bye bye for now. Take care. Love you guys.